Mpendwa mwana wa Mungu, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tunaendelea tena na somo letu ambalo linasema Yesu mchungaji mwema. Katika somo lililopita cha Yohana mlango wa 10 mstari wa kwanza hadi ule wa 25 anasema Yesu mchungaji mwema. Na leo tutasoma kitabu cha Ezekieli mlango wa 34 mstari ule wa 2 hadi wa 15. Tukianza mstari wa 2 anasema, mwanadamu, toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli. Toa unabii uambie, Bwana Mungu asema hivi, ole wao wachungaji wa Israeli wanaojilisha wenyewe. Je, hawapaswi wachungaji kulisha kondoo? Anamwambia Ezekieli, toa unabii kwa wachungaji wa Israeli, wachungaji ambao wanatakiwa kulinda kundi la Bwana. Tunajua taifa la Israeli ni taifa teule. Mungu alihangaika nalo, akalitoa katika nchi ya utumwa, nchi ya Misri, akawatendea matendo makuu. Na hili kundi akalikabidhi kwa watumishi wa Bwana. Lakini hili kundi likaonekana linaendelea kusambaratika. Walikabidhiwa viongozi, walikabidhiwa manabii na mitume, walikabidhiwa hawa kondoo wawalinde. Lakini ikafikia mahali hawa wachungaji wakaacha kundi likasambaratika. Watu wakafata namna yao walivyojua wenyewe. Watu wakaanza kuabudu miungu. Watu wakaanza kutenda mambo maovu, wakamwacha Mungu aliyewatoa katika utumwa. Ndipo sasa Bwana Mungu anaongea na Ezekieli, anamwambia, toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli. Waambie Bwana asema hivi, ole wao wachungaji wanaojilisha wenyewe, wanaojitafutia wenyewe, wanaangalia maslahi yao wenyewe, wakaacha kondoo zangu wanaangamia, wakaacha kondoo zangu hawapati malisho, wakaacha kondoo zangu wanakonda, wakaacha kondoo zangu wanapotea katika namna ya ulimwengu huu. Anasema ole wao. Kwani haiwapasi wachungaji kulisha kondoo? Kazi ya wachungaji ni kulisha kondoo, kuhakikisha kondoo wako salama, kuhakikisha kondoo wanalindwa na hatari za wanyama wakali. Ole wao wachungaji wanaojilisha wenyewe, tunaendelea kusisitizwa. Lakini katika mlango wa mstari wa 8 Ezekieli 34 anasema, mimi niishivyo asema Bwana Mungu, kwa sababu kondoo wangu walitekwa, kondoo wangu wakawa chakula cha wanyama mwitu wote, kwa sababu hapana mchungaji wala hapana wachungaji wangu watafuta kondoo zangu, bali wachungaji wanajilisha wenyewe, wala hawalishi kondoo zangu. Anasema kondoo zake wametekwa, wameliwa na wanyama mwitu. Shetani amechukua watu wa Mungu. Shetani anatesa watu wa Mungu. Shetani anahangaisha watu wa Mungu, lakini wachungaji wamekaa kimya. Wachungaji tunatafutwa, wachungaji wanatafutwa, wako wapi? Acha kujilisha, acha kujitafutia mwenyewe, tembea katika wito ulioitiwa. Mara hii tukiangalia, jamani, dunia imeharibika. Watu wanafanya vitu vibaya kwa uhuru mkubwa, mpaka kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii, mtu ana uhuru wa kusema mimi ni shoga, mtu anafanya vitendo vibaya, mtu anaongea, lakini hakuna mtu anayemkemea. Tunaona kwa macho yetu, na watoto wetu wadogo wanajifunza, wanaangalia jinsi hawa vijana wanavyofanya vitu vibaya. Wako wapi wachungaji wa kuonya, wa kukaripia, wa kukemea waziwazi pasipokuwa na oga? Uhuru umepitiliza. Watu wanatenda dhambi hadharani, wamemwacha Mungu, wamefuata shetani. Mungu anasema wako wapi wachungaji? Kazi ya wachungaji sio kuhubiri kweli na kuambia watu waache makosa yao. Tunaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hebu tutafute maarifa kwenye neno la Mungu. Tuache kutembea katika dhambi, katika njia za mwovu, kwa sababu huko ni kupotea na kumwasi Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tena tukisoma mstari huu wa 10 Ezekieli 34 anasema, Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu ya wachungaji, nami nitawataka kondoo zangu mikononi mwao. Anaendelea kusisitiza, mimi ninadili na wachungaji, nitawataka kondoo zangu mikononi mwao, kwa sababu niliwakabidhi watu wangu, nikawaambia waongoze, wawafundishe, wawakemee pale wanapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini watu wangu wanaangamia,
Anasema nitawataka kondoo hawa mikononi mwa wachungaji. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie tuhubiri neno la Mungu ili watu wakapate kuokoka, kwa sababu Yesu atakaporudi atarudi na hukumu mkononi, na tuna mambo mengi ya kujibu. Hebu simama kwa nafasi yako, sema kwa nafasi yako, nawa mikono kwamba ulishuhudia, ulisema, ulionya, ili kama mtu atapotea basi apotee katika njia zake mwenyewe. Haleluya. Anaendelea kusema, nami nitawaachisha hiyo kazi ya kuwalisha kondoo, nao wachungaji hawatajilisha wenyewe tena. Anasema kama amekupa huduma